nywele umaraya. Yaani nywele za mume wa mtu, nguo za mume wa mtu, kiatu mume wa mtu, nyumba nayo kama mume wa mtu. Alafu yupo kanisani anaabudu na kurembua pepo mkubwa. Unarembueje macho wewe mwizi? Umeiba waume za watu. Ndio maana saa nyingine Mungu anashindwa kukupa mume wa kwako kwa sababu umedandia waume za watu. Hao wanakuchelewesha hayo magari ya mkaa. Yaani ni jitu limeshindwa kutunza mke wake, ndio litakutunza wewe. Oh no. Oh no. Never. 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 Ameshindwa kutunza mke aliyemzalia watoto. Hamjali. Halafu ananipenda kweli kweli. Akisha kuchoka atakudampa. Halafu utarudi tena, mniombee na mkosi. Kwani kila mwanaume anayepata ananiacha? Ni waume wako kweli? Huna aibu mpaka kwenye ofisi ya mchungaji unasema waume nao pata wananiacha, walikuwa wako mwizi wewe. Yaani mwizi unaenda kushitaki polisi kwamba TV niliyoiba wameniibia. Sijui kanisa tunalipeleka wapi? Sijui usanii huu utaisha lini makanisani? Usanii utaisha lini? Najua hapa kuna watumishi wengi wananifuatilia kwenye mitandao. Nawaambia kama tusipowaambia ukweli hawa watu Mungu ametuwekea wakae chini yetu, tutakuja kulipa. Tutatoa hesabu ya hawa watu. Kwa sababu Mungu akisha kupa umati wa watu ukakuamini, ukakaa, unaenda, unarudi, unapanga programu, wanakuja. Hawa watu wanaamini wewe ni mdomo wa Baba aliye juu. Wanajua watapokea vitu kutoka kwa Bwana. Sasa wewe mnakuwa blinded. Yao uoni nini? Una amani tu. Mwangalie jirani yako, ukiona anabadilika sura ndio huyo anayemshughulikia. Kwa kuna watu wanatafuta mchawi wa maisha yake wakati yeye mwenyewe ndio mharibifu. Unaanza kusema inawezekana mama ndio baba ndio anasababisha mikosi. Sijui nani anasababisha mikosi. Mikosi unayo mwenyewe, unaenda kutafuta watu. Pesa nikipata zinatoweka tu. Yaani wewe ukawe na maraya 5 bado hela zikae. Unaamka asubuhi huyu anataka za saruni. Unaamka asubuhi huyu anataka za nyumba. Unaamka asubuhi huyu anataka mtaji wa duka.